Hallelujah. Hallelujah. There is a point that it will take you back to square zero, where you belong. Unajua itakurudisha pale katika sufuri pale ambapo na. So unless you detach yourself, you disconnect yourself, and then now you go to where God wants you to be. Hadi jitenganishe, ujiweke bado stahili ndio Mungu. But before that, you belong to that. Kabla hiyo wewe ni wao. Genesis chapter 12 verse 1. I was laying the ground so that you understand carefully, so that when you read that Bible, that scripture, you know exactly what God was speaking to Abraham. Genesis chapter 12 verse 1. Zaburi mlango wa kwanza, mlango wa 10. And the Bible says, 12:1. the Lord had said to Abraham, leave your native country. Number 2, leave your relatives. Number 3, leave your father's family. And then now, go to the land that I will show you. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, wende mpaka nchi nitakayokuonyesha. In short, God was telling Abraham, detach yourself from the bloodline demon. Yeah, Mungu alikuwa anamwambia Abrahamu, the bloodline demon dwells in your land. Damu ya ukoo iko. The bloodline demon dwells in your people, in your relatives. Damu ya mapepo iko katika. Not in your friends. And not in your neighbors. Na sio majirani yako. In your relatives. Katika ukoo. The bloodline demon dwells in your father's house. Damu ya ukoo iko katika nyumba ya baba yako. And that is what God was telling Abraham to disconnect himself from. Hicho ndicho Mungu akamwambia. Now listen, and then he says, and then go to the land that I will show you. He has not yet shown it to him. But he says, just depart and leave. And then I will show you. Because God realized and knew the heart of man. And the Bible says the heart of man is so wicked. Tell your neighbor, your heart is so wicked. Telling me, tell your neighbor. He says, "Mommy, your heart is so wicked." That is what the Bible says. A man's heart is so. So God knew about this. And that is why he did not show Abraham before he departs. And because a man's heart is so wicked, Abraham departed with his uncle Lot. Now let us read there and pause a bit. Let us go back. Read loudly that scripture, verse 1. Soma kwa sauti haya kwanza 12 wa mwanzo. Everybody want to? Verse 1, 1, 2, go. Haya, Bwana akamwambia Ibrahimu, toka uende katika nchi yako. Toka uende katika nchi yako wewe. Toka wewe. Haya, let's go. Bwana akamwambia Ibrahimu, toka wewe katika nchi yako, jamaa zako, na nyumba ya baba yako. Uende katika nchi yako. Kama Kiswahili inasema hivyo. Bwana akamwambia Ibrahimu, toka wewe katika nchi. Toka wewe, sio toka uende. Toka wewe katika nchi yako. That is number 1. Toka wewe katika nchi yako. Number 2. Toka katika jamaa yako. Kumaanisha wachana na jamaa. Lakini Abrahamu akaondoka na jamaa yake moja anaitwa Lutu. Leo napanga tunakaandia hapo ambaye hata akikwambia oje Muratina unaocha kwa sababu anapiga anasema. Unapanga tuna anko hapo ambaye akikwambia
twende kwa ule Karumanzira ako pale, unaenda naye kwa sababu God ndiye amesema. Hivyo ndio Abrahamu alikuwa, na ndio sababu Biblia inasema the heart of man is desperately wicked. Hello? Hello. Praise the Lord. Bwana pewe sifa. Number 3. Toka katika nyumba ya baba yako. When we talk about foundational witchcraft, na kuongea kuhusu misingi ya uchawi. We are talking about the foundation of the house. The foundation of the family. Misingi ya familia. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And that is what God is telling Abraham. Depart from this foundation. Ndicho Mungu anaambia Abraham. Misingi hizi. Hallelujah. No. Because you are still connected to it. Bado umeshikamana. Because it is still controlling your life. Inazidi kutoa maisha yako. It is still controlling your destiny. Inazidi kuangalia hatima yako. Some people can never reach their destiny because of their foundation. Inawezekana hatima yako Of their generational curses. Misingi. Of their foundational witchcraft. Misingi ya kiuchawi. Of their family's beliefs that we believe as a family. Imani ya familia na mwili kama familia. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Jirani kwa wetu. Mwanamke hawezi akanipoint hivi. Hallelujah. Sasa hizo kisa mtu akianza kusema hivyo, jua the bloodline, the demon ameamka. The demon amefanya nini? Ameamka. So it is not him or her speaking, it is the demon that is speaking. Hello? Praise the Lord. Wanapewa sifa. So God told Abraham to depart. Mungu akamwambia Abrahamu ondoka. From his father's house. Kwa nyumba baba yake. From his relatives. And from his country, this land. Na katika nchi. And go to the land he will show him. Nchi atakayokuonyesha. He knew he will depart with the Lord. Nijua ataondoka na Lutu. And the way he knew he will depart with the Lord. Aliondoka na Lutu. He knew the place where they will separate with the Lord. That is when he will show him where on the land he wanted him to be. Alijua mahali ataachana na Lutu, hapo ndipo atamuonyesha mahali pake. Imagine the Bible says he continued wandering. Bila sema aliendelea na kuhangaika. He continued wandering. Aliendelea na kuzunguka. Hallelujah. Hallelujah. Because he was with. Manake alikuwa na Lutu. Amen. Amen. Kwani tukiongea tu ukweli. Do you know that 90% ya ndoa zinavunjikanga zinasababishwa na relatives? Wangapi wanakubaliana? Imagine 90% ya ndoa zinavunjikanga zinasababishwa na relatives. Zinasababishwa na hii third party ambaye ni relative. Praise the Lord. Hallelujah. Hii 10% inasababishwa na mambo ya hii watu wa nje na matabia za mtu. Lakini 90%. Hello. Praise the Lord. Now let's go to verse 2. I want you now to listen carefully. And then I will make you unto a great nation. This is now what I want us to talk seriously. The land I will show you, and there I will make you a great nation. Meaning, the bloodline demon in your land dictates smallness. Speaks smallness. Produces smallness. So when you continue dwelling where there is a bloodline demon, you forever remain small. Hallelujah. Praise the Lord. Some of us are never becoming somebody. Because the bloodline demon is speaking against being great. Your grandfather was never great. Your grandmother was never great. Your uncle was never great.
Your father, your mother and auntie were never great. Your elder brother and sister were never great. Who are you to become great? And that is why people go to school, they get a job, they become doctors, married by an engineer. Hallelujah. And then all of a sudden when they are trying to move, they die together in an accident along Kikopey Road. Hello? Praise the Lord. And in fact they die in a very funny way. Because the bloodline demon is speaking against the greatness. A wife gets an accident at night. Is admitted in a local hospital. The husband travels, goes to refer her from Gilgil, from Naivasha to Nairobi. From Nakuru to Nairobi. And then he insists, I must get into this ambulance that is carrying my wife. And then from Nakuru they come and die in Kikopey. What do you call that one? What do you call that one? Bloodline demon. However hard you work, before you deal with it, you will continue speaking against it. It will continue speaking against your destiny. It will continue speaking against your greatness. And speak smallness into your life. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, sometimes I see somebody boasting because of a job, boasting because of money. I feel pity. Because of a position, I feel pity. Because the bloodline demon does not know money. The bloodline demon does not know your position in the society. It knows that you must remain small. That is the language it knows. So however you try, however you work hard, it is waiting for you somewhere. Listen, the Bible says, when Jesus went to the mountain to fast and pray 40 days and 40 nights, he came down, the first person he met was Satan. And then Satan told him, change these stones into bread because I know you are hungry. Your bloodline demon knows everything about you. Even if you go to America, it knows. Even if you go to Canada, it knows. Even if you go to Germany, it knows. Because you have not dealt with it, you are still connected to it. So, Satan told Jesus, change these stones into bread and eat because I know you are hungry. And then Jesus refused and said, man cannot live by bread only, but by every word that proceeds from the mouth of the Lord. That is 1-0. Say 1-0. 1-0. Amen. Jesus 1, Satan 0. Hallelujah. Kuna watu hapa ambaye Satan 1, wao ni 0. Hallelujah. Let's move. And then Satan again said, now, you know I was given the whole world. So just beg to me a little bit and I will give the whole of it to you. Do you know how do you see how Satan knows everything? What he is telling Jesus is true. The whole world was given to Satan. He is wandering everywhere. Hallelujah. Roaming around looking for who to defer. To defer. You cannot roam where it does not belong to you.
Huwezi tawala pale ambapo sio kwako. Unaenda kurandaranda. Unasaidia sasa kwa kampuni pale naanza kurandaranda kutoka kwa manager, unaingia pale kwa ofisi ya finance, ndio wewe. Is it possible? It is not possible. Haiwezekani. Satan can only roam around the earth because it belongs to. Alikuwa anatawala na kurandaranda. He was thrown into the earth. Alirushwa ulimwengu When he rebelled. Alipoenda kinyume. Hello. Praise the Lord. Bwana pewe sifa. So, and then Jesus again, kisha Yesu tena told him, it is written. Kamwambia imeandikwa. Worship no other. Simwabudu Mungu mwingine. Say 2-0. So when Satan realized now it is 2-0, he never agreed to be 3-0. The Bible says he departed. He left him for an opportune time. He left him for an opportune. Alimwacha katika kipindi. Alimwacha akaenda akangojea wakati mwafaka wa kuattack. Hello? Amen. So, listen, that is why when the devil tries to beat you today and you defeat him, he will leave you for an opportunity. Niposa shetani akupiga saa hii na umshinde, atakuacha katika wakati ufaao. Amen. Hallelujah. When you are weak, when you are down. Wakati uko chini, wakati hauna nguvu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana pewe sifa. So, the Bible says, Biblia inasema, in verse 2, I will make you unto a great nation. nitakufanya I will bless you and make you famous. kukubariki na kulikuza. Did you know the Bible says that a prophet is never respected in their own land? Kwa kwamba Biblia inasema nabii hana heshima kwao. Hata tu hapo kwenu waanze kusema ana ngo anaanza kuangalia na angola hii. Because a prophet is never honored in their own. Na nabii hana heshima kwao. Are we together? Tuko pamoja. So that is what the Bible is saying. Ndicho Biblia inasema. In the land that I will show you, Kwa nchi I will make you great. na kufanya kuwa jina kubwa. I will make your name great. Kufanya And I will make you famous. na nikafanya Because in the land where there is no blood demon, manake hiyo where there is no bloodline demon, mama kuna where you are detached from the bloodline demon, you become great. chakua mkuu. Your name is mentioned in honor. Na yako Hey, you become famous. People start talking about you. watu wanaanza kukusikia. Hey! Yes. But when you are still connected, Gani umekusikia? nobody talks about you. And whenever they talk about you, they talk about you negatively. Na kuongea kinyume. Hello? Hello. Praise the Lord. Wanapenzi. Detaching yourself from the bloodline demon. Kujitenganisha. If you want to become great, if you want to become your name to be famous, if you want to be known, because when heaven knows you, even the heart will know you. When the angels know your name, even the people of the world will know your name. Unajua jina lako. Hey! But the problem is this. Most of us, we are struggling to be known by people rather than being known by God. I don't know whether you are getting this. Si kama unapata hili. I don't know whether you are getting this. Si kama unapata hili. Hallelujah. Hallelujah. At verse 2 inasema nini? I will make you into a great, Na kufanya wewe taifa kubwa. meaning that God will go and mold you. Yes. And then whenever you will come back, Mungu you will come back greater than when you went. atakuja kuwa mkubwa kuliko. Listen to this man called Joseph. Kia huyo mtu alinaje? He was despised. He Alipigwa. was even given out for death. Aliweza He was even sold with some dirty coins. akauzwa kwa shilingi 30. But when he went to the place, to the land that the Lord showed him, Alipoenda katika nchi
was in prison. Kazi yake ya kwanza Yusufu ilikuwa katika gereza. In Egypt, his first assignment of interpretation was in Egypt. Was in prison. Ilikuwa katika gereza. And that interpretation in prison led to his release. Hilo ambalo alitafsiri ili ongoza yeye. And then when he was released, he was already molded by the Lord in the land that he was shown. And then he became second in command in Egypt. Akakuwa msemo wa pili katika Misri. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. Some of us are struggling because of the bloodline demon. Wengine wetu wananana kwa sababu ya damu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. There are things you must disconnect yourself from. Na vitu lazima ujitenganishe nazo. If you want to become, your name to become great. Ukitaka jina lako likuwe kubwa, detach yourself from the bloodline demon. Tenganishe na damu ya. Point number 1. Point nambari la kwanza. When you detach yourself from the bloodline demon, your name becomes great. Ukijitenganisha na damu ya mapepo ya ukoo, jina lako litakuwa kubwa. Hallelujah. Hallelujah. Your name becomes, jina lako litakuwa kubwa. Number 2, you become a great nation. Utakuwa taifa kubwa. When we talk about a great nation, we are talking about prosperity. You prosper. Tuongea kuhusu taifa kubwa. You succeed. Kufanikiwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You succeed. When you become a great nation, you succeed. Unafanikiwa. Success becomes your portion. Fanishi inakuwa sehemu yako. Prosperity becomes your portion. Fanikiwa ni sehemu yako. You become the head and not the tail. Kwa kichwa wala sio mkia. But we like saying I am the head and not the tail. Sema mimi ni kichwa na sio mkia. And yet you have not yet detached yourself from the bloodline demon. Bado hujajitenganisha na damu ya ukoo. Tell your neighbor you are still the tail. Until you detach yourself from the bloodline. Hadi tutenganishe na damu ya mapepo ya ukoo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Good health becomes your portion. Afya nzuri inakuwa sehemu yako. Amen. Kuna jamaa alikuwa na watoto wawili, mmoja akaitwa Chilioni na mwingine akaitwa Hofni. Baba yao watoto alikuwa nani? Chilioni na Hofni. Malo. Praise the Lord. Na Biblia ukisoma tunaambiwa ati inaitwa Chilioni. He was the sickly. He was wakugonjeka goje. Na huyu mwingine anaitwa Hofni ni wa mashida mashi. And sometimes we call watoto majina mpaka tunashangaa. Praise the Lord. Wa magonjwa na wa mashi. Wa matinga na wa matangi. Hello. Praise the Lord. Amen. Hopefully na Chilioni. Okay. When you detach yourself from the bloodline demon, ukijitenganisha na damu ya mapepo ya ukoo, sickness will no longer be part of you. Gonjwa haitakuwa sehemu yako. Good health becomes your portion. Afya njema ni. And it does not mean you will not become sick. You will become sick, but you will get healed. Hallelujah. But before you detach yourself, you become sick and die. Kabla hujitenganisha utakuwa mgonjwa kisha ufe. Prematurely. Amen. Amen. Because there are some sicknesses that are attached to the bloodline demon. Na magonjwa ambayo yameshikamana na damu ya mapepo ya ukoo. Mama mwingine akalisimamisha juzi akati. Mtukumbuke, mtuombee.
cousin yangu kuna cancer. Na date 16 November tuko na harambee ya my aunt akona cancer. Ameshatibiwa huku Kenya, imeshindikana, amespend 2 millions, inahitajika 5 millions atakayokuja. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Na kuna my aunt pia alikufa 2 years ago na alikufa cancer. What do you call that one? Naita nini hiyo? There are some sicknesses that are attached to the bloodline. Na magonjwa ambayo zimeshikamana na damu ya mapepe. That is why I started by giving you the story of petrol. Hiyo tunaanza kupatiwa story ya petroli. Hallelujah. Hallelujah. So somebody died cancer, somebody died cancer, somebody suffering from cancer, iko stage 4, mwingine ako stage 3, mwingine ako stage 2, mwingine ako stage 1, mwingine bado hajajua lakini hapo na. Hallelujah. You need to detach yourself. Unahitaji kujitenganisha. You need to disconnect yourself. Unahitaji kujitenganisha. And disconnecting or detaching yourself, point number 3. Or is it number 3 or number 4? Point number 4. Detaching yourself from the bloodline demon sometimes is very painful. Kujitenganisha na damu ya ukoo ya mapepo mara nyingine inakuwa chungu zaidi. Hallelujah. Hallelujah. That is why when Abraham was told to depart and leave all his relatives and his father's house and his land, it was painful to go alone without a single relative. So he decided to go with Lot because it was painful to go alone. It was painful to leave all the people who knows him. Hallelujah. Hallelujah. Detaching yourself from the bloodline demon sometimes is very painful. Not even sometimes, always it is very painful. Sio mara nyingine, kila wakati ni chungu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. That's why unaona msichana wakati anabarikiwa na wazazi pale siku ya harusi arilisiwe analia. Na wazazi pia wanalia. Maanti pia wanalia. Kwa nini? Separation is very painful. Tell your neighbor, separation is very painful. So detaching yourself sometimes it is very painful. Mara nyingine inakuwa chungu zaidi. Hallelujah. Hallelujah. But it is an assignment you must undertake. Hii ni kazi ambayo lazima upitie. Hallelujah. Hallelujah. It is an assignment that you must. Lazima upitie. Point number 5. It is an assignment you must undertake. Whether you like it or not. If you need your name to be great. If you need your future to be great. If you need to become famous. You must undertake that journey. You must undertake that assignment. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. That is why you see somebody start doing well, all of a sudden. Anza kuona mtu ameparara. Anajipaka mafuta ishiki ngozi. Unakatana. Hello. Praise the Lord. Yaani ngozi na mafuta zinakataana. Kwa nini? Hallelujah. Kwa nini? Kwa sababu bloodline demon ameamuka akaongea na akaitikia. Unajua inaitana saa zingine. Ushaenda Kashai kwenu? Mbona ukiwa huko town huwezi sikia mtu akikuita nyuma, lakini ukienda Kashai kwenu, ukitembea tu barabarani, unasikia mtu amekuita nyuma. Unaangalia hakuna. Wangapi washa experience hiyo? Wangapi washa experience hiyo? The bloodline demon. Hallelujah. Amen. Huku tao linakufuata tu wakati kuna assignment muhimu you are about to undertake.
unasikia, lakini huko Geshagi unasikia tu ovyo ovyo, hata ukienda mtoni kutoka maji. Because the bloodline demon is calling you. Hallelujah. That's why you need to deal with it. Nastahili kukabiliana nacho. You need to deal with that demon. Nastahili kukabiliana na hicho pepo. Hallelujah. Hallelujah. Aja, kwani nyinyi mnafikirianga ni nini hiyo inawaita? Ni sense gani? Au kafikiria nini hiyo inakuita? Kupanga. Mimi nikaangalia ni Au ukipanga harusi? Confirmation. It only calls you when you are about to undertake a serious assignment, a serious achievement. Haikuiti ovyo ovyo. Lakini ukifika Geshagi, itakuita lunch na ikuita asubuhi, ikuita jioni. Kwa sababu uko kwa territory. Uko kwa ground. Hallelujah. Amen. Hello. Hello. Let us be careful, Robert. Wacha tukue makini. Let us be. Tukue makini. Hakuna ndoa imeshaifanya vizuri in your lineage. And then all of a sudden wewe umeolewa unafanya vizuri. The bloodline blood is not. Unapenduka hivi? Hakuna mtu. Hiyo jioni. Hiyo nyumba hutakalika. Na lakini wote Bwana anakupromise kukuwekea biashara. Hello? Because the bloodline demon is speaking about smallness. Nami naongea kuhusu udogo, uchache. Hallelujah. The bloodline demon is speaking about. Nami okoa pepo naongea kuhusu uchache. So when you were negotiating and you were discussing about how you will start a business, it was listening. Nilipokuwa kuzungumzia kuanza biashara alikuwa anasikiza. Yes. Okay. All right. Sawa. I see. We shall see. Praise the Lord. Bwana pewe sifa. Hallelujah. Hallelujah. Galatians chapter 3 verse 13. Galatians chapter 3 verse 13. I know we don't know these things, Tunatujui hizi. but I pray that you understand it. Na naomba ukaifahamu. Galatians chapter 3 verse 13. Wagalatia mlango wa 3 aya 13. Now listen carefully. The Bible says, but Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When he was hanged on the cross, he took upon himself the curse for our wrongdoing. For it is written in the scriptures, cursed is everyone who is hung on a tree. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa. Point number 6, we can only deal with the bloodline demon through the blood of Jesus. Tunaweza kukabiliana na the work of the cross. kwa kazi ya msalaba. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. We were rescued Tulikombolewa from the curse that was pronounced laana iliyotangazwa by the law. kwa sheria. You know, the law was made by our great grandparents. Sheria ambayo ilifanywa na watu That in this family, kwamba familia hii it should not be done this and this. haufai kufanya hili na In hili. this family, Hii familia this and this should not happen. hili na hili ifai kufanyika. So we were born there, Tulizaliwa pa where there is a law mahali ambao kuna sheria that is speaking a lot of don'ts. ambayo inaongea usije, usi. Praise the Lord. Bwana pewe sifa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Somebody along the lineage ago, many years ago, went to
in that family, your family should not be married from today. If you need a child. Ambapo ashaenda kwa mganga kutafuta mtoto. Hallelujah. Ambapo ashaenda kwa mganga kutafuta mtoto. Amjaenda? Ambapo ameenda kwa mganga kutafuta kazi. Haya. Wakati ameenda kwa mganga kutafuta bwana ama bibi. Anaonekana kanisa nzuri. If I ask again today to decide, I decide to be in this church again. This good church. Hello? Praise the Lord. Wanapewa sifa. Now, the Bible says, Jesus rescued us from the law that was pronounced. Yesu From the curse that was pronounced by the law. Laana imetangazwa kwa sheria. Hallelujah. Hallelujah. Do you know some laws pronounces curses upon us? Some family laws. Sheria za kifamilia ngea laana katika maisha yetu. So you must detach yourself. Lazima ujitenganishe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Mimi nikawa kwa familia ambayo inasema don't marry a kipu. Anasifiwe. Sheria inasema don't marry a kipu. So wakati nilileta dimishi kwa najua sheria, nikaambiwa ya kwamba huyu ndio umeleta. Ninataka kumwoa. Sasa fanya hivi. Fanya uamuzi kati ya yeye na urithi wako. Nikanyamaza, tukamaliza hiyo visitation, akarudi kwao. Nikauliza maswali. Najua sasa mimi tulikuwa kwa sitting room asubuhi mapema na nikaitwa huko kwa kitchen. Hallelujah. Kati amerudi nikajaribu kutaka kujua why. Nikashikana kwa kuwa reason. Sasa wakati nimesikiza sana nikaambiwa Kikuyu ni wesi. Nikasema wesi tu. Acha waende wanitangulishe. Just that. Let me go and become rich again. Hello. Praise the Lord. So, you know, kuna kitu naambiwa kwa familia na uchukulia lightly. But it is a law. Hata ushindikane kuexplainiwa kwa sababu it is a law that hata wao hawaielewi. Walikuta ikifanya kazi. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We were rescued. So we can only deal with the bloodline demon through the blood of. That is why I asked the difference between salvation and deliverance. And I told you the fact that you are saved does not mean automatically you are delivered. You must be delivered. And deliverance is a process. It is not a one-day activity. Come touch, you are delivered. No. The Bible says you will know the truth, and the truth shall set you. Will you know the truth by touch, you are delivered. Unijibu jamani. Yeah? Yes. Ndugu usimama hapa. Simama hapa. Touch. You are delivered. Umekombolewa. Amejua ukweli. The Bible says you will know the truth, and the truth shall set you. So knowing the truth is a process of learning. It's a process of research.
katika hali ya kutaka kujua. And that is why sometimes I tell you, go and do some spiritual mapping about your lineage. So that you can be able to know what existed, what still exists, what signs are you seeing in your marriage, in your family, in your business, in your finances. Start dealing with it. Kinachoendelea katika familia zenu, anza kujikadiria nacho. Hello? Praise the Lord. Bwana pewa sifa. Because it is a demon that is deeply rooted. Maana ni pepo ambao katika undani umekita mzizi. But we can deal with it through the blood of Jesus. Kadiria nayo kwa damu ya Yesu. Through the work of the cross. Ya kazi ya msalaba. Exodus chapter 2 verse 5 and 6. Kutoka Exodus chapter 2 mlango wa 2. Exodus chapter 2. Are you there? Verse 5 to 6. Soon Pharaoh's daughter came down to bathe in the river, and her attendants walked along the riverbank. When the princess saw the basket among the reeds, she sent her maid to get it for her. When the princess opened it, she saw the baby. The little boy was crying, and she felt sorry for him. This must be one of the Hebrew children, she said. Basi binti Farao kashuka mtoni. Point number 7. Point nambari 7. When you detach yourself from the bloodline demon, you receive salvation and deliverance. Wakati umejitenganisha na damu ya mapepo ya ukoo, unapokea wokovu na ukombozi. Now, in the story of Moses, katika story ya Musa, the mother decided to disconnect him from herself. Mama aliamua kujitenganisha, went and put him in a basket in the water. Akuweka katika vikapu along the riverbanks. Katika mashua. Completely disconnected. Kabisa kujitenganisha. So as to save the child. Ili aweze kuokoa. So as to deliver the child from the sword of the enemy. Ili akomboe mtoto kwa panga ya adui. Detaching yourself from the bloodline demon gives you salvation and deliverance. Tenganisha na mapepo. So it was painful. Hii ni chungu zaidi. Though it was painful. Kabisa ilikuwa chungu. For the mother to sleep in the house. Mama kulala kwa nyumba. Knowing that I have put my child in the basket along the riverbank. Jua kwamba nimeweka mtoto wangu. Along that area in River Jordan, the Bible says it is the most crocodile infested stretch of the river. Ni pale ambao kabisa ilikuwa na crocodile. But the mother decided to put the baby there. Na akamwambia aliamua kuweka mtoto. So when she's sleeping in the house, alipokuwa akilala kwa nyumba, she said better to be chewed by the crocodile than being slaughtered when I am seen. Yeye tafunwe na mama kuliko mimi akatwe nikiona. Is that a loving matter? That was a serious and painful issue. Hiyo ni jambo ambalo lilikuwa linamaanisha na better to be chewed by crocodiles than being slaughtered in my own eyes. Yeye atafunwa na mamba kuliko kukatwa. When I am watching, ninapotazama kwa macho. Hello. Praise the Lord. Bwana pewe sifa. That is how painful it is. Hivyo ndivyo ilivyo na uchungu. But we have to do it. Ni lazima upitie. That is how painful it is. Ilivyo na uchungu. But you must do it. Lazima uyapitie. Tell your neighbor you must do it. Lazima uyapitie. Tell your neighbor you must do it. Lazima ukayatende. Can you shake your neighbor properly and tell him or her you must do it? However painful it will be, do it. To safeguard your destiny. Kuchunga na kulinda hatima yako. Hello. Yeah. Yes.
grandmother yako aliolewa na Kenya alifanya aitukie hiyo box na akakimbilia kwa haraka, aliona ng'ombe mingi kwa hiyo boma. So ng'ombe ndio zilimpeleka. So hata wewe siku hizi ni kasichana lakini unaona hii kijana ako na doo. Haijaanza na wewe, ilianza na shosho yako na ng'ombe. It is a bloodline demon. Damu ya mapepo ya ukoo. Praise the Lord. Bwana pewe sifa. Amen. Amen. Finally, hatimaye Luke chapter 7 verse 1. Luka 7:1. Exodus chapter 2 verse 5 and 6. Tumesema point number 7. Yeah? Salvation and deliverance. You deliver, you save your destiny. Because the bloodline demon carries the spirit of termination. It carries the spirit of termination, to terminate your destiny, to terminate your future, to terminate your success, to terminate your prosperity, your progress. So you save and deliver your destiny. Luke chapter 7 verse 11. Luke chapter 7 verse 11. And the Bible says, soon afterwards, Jesus went with his disciples to the village of Nain, and a large crowd followed him. A funeral procession was coming out as he approached the village gate. The young man who had died was the only widow's son, and a large crowd from the village was with her. When the Lord saw her, his heart overflowed with compassion. Don't cry, he said. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Now the Bible is telling us the only son of a widow was dead. And the procession was heading to go and bury. Hallelujah. Hallelujah. When you detach yourself from the bloodline demon, hallelujah, hallelujah, you separate yourself from the spirit of death. Last point, you separate yourself from the spirit of death. Spiritual death, financial death, material death, and even physical death. Premature death. You find in a family people die because if he was the only son of a widow, meaning the father died prematurely. That is why he was the only son. He did not get an opportunity to enjoy his marriage and get more children. Hello? So the death of the father was premature. And also the son died even more prematurely before he got married and get a son. Hallelujah. Praise the Lord. You save yourself from premature death. Be it physically, be it materially, be it financially, and everything else that concerns you. That's why unakuta mtu ameendelea vizuri, all of a sudden pesa ile imedisappear tu, imefly tu, hata hajui imefanya nini. Nilikuwa na 200,000 hapa, sijui hata kuna kitu ninaweza sema nimefanya. Kai, kumbe ningejenga nyumba. Kai, kumbe ningenunua hata kama quarter plot. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nasikia vile mtu anasema, "Kai, ningefanya. Kai, ningefanya," kwa sababu the bloodline demon
is always there ready to suck. Whatever you get, na suck. Inanyonya. Whatever you get, inanyonya. It will never help you. Haitakusaidia. So you die prematurely. Unakufa kifo cha financially. Fedha. You die prematurely. Kifo cha mapema. Materially. Kiasili, rasilimali. Amen. Juzi, okay, thank you. Namalizia. Pigia makofi mazuri. Juzi hapa KVM kuna accident ya tuktuk ilifanyika. Angapi walisikia accident? Accident ya tuktuk, okay? Na hiyo accident ya tuktuk, dereva alikuwa peke yake mbele, passengers walikuwa nyuma, na dereva peke yake akakufa. Amen. Hallelujah. Mlisikia hiyo? Okay. This is what happened. Leo mimi nasikianga vitu naanza kufuatilia. I don't take things for granted. This is what happened. Kijana amemaliza shule. Na wazazi wakaona biashara ya tuktuk inaleta. Na wakapeleka kwa jamaa mwingine amfunze tuktuk 1 week. For what? Na akakuja nyumbani akiwa ameyende. Pamoja na rafiki yake kuonyesha wazazi amejua. Wazazi wakaenda wakamchukulia tu. Hiyo tuktuk ilikuwa 4 days old. Kwa mpya kabisa 4 days. Yeye akaingia pale hajafunzwa hata sheria ya kutembelea ila left. Ameruka pale. Come on. Hallelujah. Because the bloodline demon was speaking against success. So mtoto amekufa, tuktuk imeenda, mnabaki mkilipa deni. Kulichukuliwa kwa loan, mnabaki mkilipa deni ya kitu imekufa na ikaua mtoto. Unajua siji kwa nini watu wanaona kitu wanaona tu ni kawaida. Accident imetokea ni kawaida. Mimi hakuna kitu kinafanyika na nione ni kawaida. I must do some research about it. Praise the Lord. Hallelujah. Because I understand the spiritual realm. The moment you understand the spiritual realm, you will never take things for granted. Hallelujah. Amen. Mwingine alikuja juzi akatuambia, Pastor, najua ile siku tu nilipata kazi nzuri, bwana wako akafuta siku hiyo. Siku alipata kazi, ndio bwana wake alifu. What do you take that one? Ni kawaida. Ile siku unapata kazi. Beatrice, ile siku unapata kazi hivi. Bwana anafuta. Hiyo ni kawaida. Mbona haikufutwa last year? Kabla hujapata kazi. Mbona hakufutwa last month kabla hujapata kazi? Mbona afute hiyo siku umepata kazi? Mnarudi nyumbani na two different news. Wewe unarudi na good news na unarudi na bad news. Because the bloodline demon is speaking against prosperity in that family. Hallelujah. Amen. So in this family, there was a spirit of premature death. That is why the father died. Na kuna watu tunatajua about grandfather. Kwa sababu it is automatic hata yeye alikufa prematurely. So now the whole family has been what? Why? Because kama baba amekufa na mtoto wa pekee kijana amekufa, bado kuna continuation ya lineage. Imekatikia hapa. Praise the Lord. Detach yourself from the bloodline demon. Amen. Simama kwa Biblia. Nataka
tuende mbele za Bwana, mwambie Bwana. Unajua, hii mambo tunajua. Haleluya. Si hatujui, ni vile tu sasa tunajifanya mang'aa. Hebu salimia mwenzako, mwambie leo acha kujifanya mang'aa. Unajua. Amsalimie mzuri, mwambie acha kujifanya mang'aa, unajua. Ako kadimo unajua. Kwa sababu ijifichangi, naona kuna signs, kuna ile inaitwa telltale signs. Haleluya, kuna zile zinaitwa telltale signs. Baba alikuwa mlevi kupindukia, kijana naye ndio ameanza ni mlevi kupindukia, hakuna kitu ya maana anafanyanga. Haleluya. Amen. Chani siendelee zaidi hapo. Ile mikono yako juu. Ile mikono yako juu. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana akusaidie. Fungua kinywa chako. Nataka tu mtu anene na Bwana. Kuna some telltale signs ambayo ukifunga tu macho hivi unaziona zimekuanga kwa familia. Zimekuanga. Kama ijakuwa kwako imekuwa kwa brothers na ulikuwa umeiona kwa auntie ama kwa uncle ama kwa mzazi. Fungua kinywa chako. Jehovah, we thank you. Jehovah, we worship you. We give you honor. We give you all the glory. We give you all the praises. Fungua kinywa chako mbele za Bwana. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Uongezeke Bwana, uongezeke Yahweh. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Fungua kinywa chako mbele za Bwana. Yataje kwa sababu unayajua. Haujayafikia malengo na makusudio yako. Kwa sababu kuna jambo linakuvuruta nyuma. Kuna jambo limekufunga miguu. Kuna jambo limekufunga mikono. Kuna jambo limekufunga mawazo na fahamu. Mimi nipungue, wewe ongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Uongezeke Bwana, uongezeke Yahweh. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Nitaje mbele za Bwana hilo jambo. Kuna mambo umeyapitia kwa sababu kuna mambo ya kale yanakufuata. Kuna mambo ya kiukoo yanakufuata. Kwa sababu bado uko connected. Yataje mbele za Bwana. You must become great. Your name must be made great. You must become a great nation. You must become famous. In the mighty name of Jesus.
In the mighty name of Jesus. Nitaje mbele za Bwana, nitaje mbele za Bwana. Naomba kusikia watu ambao wamekasirika, watu ambao wanasema not me, watu ambao wanasema it must end with me, it must end with me. Lazima ishie hapa, haitaendelea zaidi ya hapa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Lazima ukuwe famous, lazima jina lako likuwe kuu, lazima jina lako litajwe kwa heshima, katika jina la Yesu. Yale mambo yanatokana na kiukoo, yanatokana na misingi ya kiukoo ambayo yamekufuata, lazima yaishe leo, lazima yaishe leo. Some people are just murmuring. Hii sio ya kumama, hii sio ya kuwhisper. The Bible says that since the time of John the Baptist, the kingdom of God suffereth violence, and so the violence shall take it by force. You must take it by force. You must take it by force. Say enough is enough. I am tired. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mama aliondolewa katika ndoa ya kwanza, akatoka, akaingia ndoa ya pili, akatoka, akaingia ndoa ya tatu, akatoka, akakuja kuwalea akiwa peke yake. Hiyo pia inaonekana kuwafuata. Katana nayo, katana nayo, katana nayo. Vunja vunja, haribu, teketeza, sambaratisha, bomoa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mama hajaiolewa lakini aliwazaa na akawalea, akataana kuzaa watoto na kuwalea ukiwa peke yako, katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Umelelewa katika familia, lakini yale mambo, yale vitu uliyaona nyumbani, ukiwa shuleni, ukiwa mdogo, ndio bado ziko mpaka sasa. Hakuna maendeleo, hakuna kunawiri, hakuna kuendelea. Katana na hiyo roho, katana na hiyo roho katika jina la Yesu, kwa sababu hiyo ni bloodline demon, na sasa itafika mahali itaanza kukuandama, ya kwamba hakuna maendeleo, ya kwamba hakuna kunawiri katika maisha yako, katika ndoa yako. Yale mambo uliyakuta bwana yako akiwa naye, yale mambo mlioana mkiwa naye, ndio muda bado mko nazo tu, hakuna kuendelea, hakuna kunawiri. Hey, hey, in the mighty name of Jesus, katana nayo katika jina la Yesu. Sema enough is enough. Sema enough is enough.
my God, I worship you. My God, I give you honor. My God, I give you the glory. My God, I give you the praises. I give you the adoration. You are worthy to be worshipped, my Father. You are worthy to be glorified, my Redeemer. Umelelewa katika familia. Hakuna mtu ashawahi kupata kazi ya maana. Sio wazazi wako, sio ndugu zako, sio dada zako, sio maango na maanti. Hamjawahi kuona katika hiyo familia mtu ambaye akona kazi ya maana katika jina la Yesu. Wengine wanaanza biashara zikiisha kwa sababu katika familia una demon ambaye inanena ya kwamba hakuna kuendelea, hakuna kunawiri, hakuna kuinuka.
Glory.